amemwasi Mungu bila kuelewa vizuri. Mwanadamu ameachana na Mungu bila kuelewa vizuri. Lakini nisikilize vizuri, mtu wa Mungu unayenisikia jioni ya leo, siku hizi unakuta mwanamume na mwanaume wanaoana ili ikiwa nini? Mtu wa Mungu, watoto mnaonisikia jioni ya leo, haya mambo yatawakuta. Lakini jioni ya leo liko tumaini ya kwamba Mungu anakupenda na uokoke kwa jina la Yesu. Hayo hayatakukuta mama, hayatakukuta kijana, hayatakukuta mtoto unayenisikia jioni ya leo. Mwanadamu, wanawake na wanawake wanaoana, hizo ni dalili za kiyama. Ni dalili ya kwamba sasa kile kiyama kimekaribia. Yesu alisema ya kwamba mnapoyaona haya, changamkeni, okoka sasa jioni ya leo. Changamka, manake okoka, mrudie Mungu, maana mpango wa Mungu ni kila mwanadamu amrudie Mungu, ni kila mwanadamu amrudie Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mwanadamu amrudie Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu, inawezekana unashangaa ukiangalia kwenye mtandao. Kuna watoto wengi, kuna watu wengi sasa hivi wameongeza mahips. Ni hapa Dar es Salaam, ni hii Dar es Salaam, ni hii Tanzania, wanaongeza makalio, wengine wamejichubua. Nikwambie, haya yote ni maasi, haya yote ni kinyume na Mungu, kwa sababu Mungu kwamba Mungu hatoshei. Nisikilize, nitakwambia mambo mengi sana. Nitakwambia mambo mengi sana kabla ya mwisho wa dunia, kabla ya kiyama, Sogea karibu. Ni nyakati za mwisho, lakini jioni ya leo ujumbe wangu ni huu: tubu na kuiamini Injili. Tubu na kuiamini Injili. Tubu na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Hii ndiyo Injili, mtu wa Mungu. Injili inakutaka ugeuke. Injili inakutaka umjue Mungu wa kweli na wa haki kupitia jina la Yesu. Injili inataka uache uzinzi ukiwa hapa, uache ushirikina ukiwa hapa, uache maasi yote ukiwa hapa, na dini yako ulionayo nikwambie haiwezi kukusaidia, kwa sababu nimeona watu wengi wanaoenda kwa waganga wa kienyeji ni watu wenye dini. Wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji ni watu wenye dini. Lakini jioni ya leo yuko aliye zaidi ya mganga wa kienyeji, ambaye nanena habari zake ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mwana wa Mungu aliye hai. Mitume wote nikwambie makaburi yao yapo. Haleluya! Mitume wote, manabii wote, nikwambie makaburi yao yako bado yapo. Lakini Yesu Kristo ameshafufuka, yuko hai, atarudi tena kunichukua mimi na wewe utakapookoka. Atarudi tena kuchukua mwanadamu utakapookoka, atakuja kukuchukua. Sema amina. Atakuja kukuchukua, mtu wa Mungu. Makaburi yote bado yamefunikwa, lakini Yesu Kristo alipokuwepo hapa duniani, maisha yake aliishi maisha matakatifu, kwa sababu yeye alikuwa ni watofauti. Ndio maana amekuwa gumzo dunia yote, na nikwambie suluhu ni kumamini, kwa sababu amekuwa gumzo. Ukienda Ulaya ni gumzo, ukija Utende ni gumzo. Kila mtu ana maswali juu yake. Haleluya! Ni kwa sababu yeye ni mwokozi, yeye ni mwokozi wa wanadamu wote. Sema amina. Sema amina. Yeye alikuja
duniani kuwakomboa wanadamu. Na jioni ya leo ukikubali, ukimwamini, liko tumaini. Wachawi hawatakuweza, wanga hawatakuweza. Nikwambie hiyo dhambi utaiweza. Sasa kama umeendelea umetumia hela zako kwa waganga wa kienyeji, usiendelee. Njoo kwa Yesu. Haleluya, amen. Njoo kwa Yesu atakufungua. Njoo kwa Yesu atakuweka huru. Wewe ambaye umetegemea matunguri, umetegemea hirizi, tena mganga wa kienyeji amekupa hirizi likubwa, umefunga kiunoni, umefunga mikononi, nikwambie jioni ya leo liko tumaini. Jioni ya leo liko tumaini ya kwamba Yesu Kristo amekuja kukutoa katika gereza hilo. Yesu Kristo amekuja kukutoa katika gereza hilo, maana ni gereza, mtu wa Mungu, umefungwa humo. Tena afadhali ingekuwa gereza kama la wanadamu wa kawaida, maana la wanadamu wa kawaida unahesabu miaka 3, miaka 4, lakini kwa habari ya dhambi, oh my God, liko gereza ambalo limeshika wanadamu. Lakini jioni ya leo Yesu ni jibu. Ndio maana tumeandika kwenye gari letu, Yesu ni jibu, kwa sababu yeye ndiye mwenye majibu yote. Yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Mungu mwenye nguvu zote, yeye ni Mungu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Sema amina, amina. Maruhubi sema amina, amina. Mungu anawapenda sana. Asante. Mungu anawawazia mema. Baba unanisikia, mama unanisikia, Mungu anakuwazia mema. Nimekosa muda wa kutosha, lakini siku nyingine nitakuja, kwa sababu Mungu amenituma kwa ajili ya utende, kwa ajili ya Mafia, kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya Afrika, kwa ajili ya Ulaya na mataifa yote. Sema amina, amina. Lakini nikupe dalili nyingine ambayo iko duniani, jinsi ambavyo mwanadamu amemwasi Mungu. Na jioni ya leo naomba unielewe, unisikilize tu bure. Mwanadamu, sikiliza, huko Ulaya kuna watu wamesema ya kwamba wanajibadilisha wawe umbwa. Nisikilize watoto, watu kule Ulaya wamejibadilisha kuwa umbwa. Mwanadamu amejibadilisha kuwa umbwa. My God, my Lord, tunakwenda wapi wa Afrika? Tunakwenda wapi watu wa Maruhubi? Huo ni uasi, huo ni kumwasi Mungu. Wengine, nisikilize vizuri, wamejibadilisha jinsia. Yani mwanamke anataka awe mwanaume na mwanaume anataka awe mwanamke. Nisikilize vizuri, wanakwenda kwa madaktari, wanasema daktari, mimi nataka niwe jinsia nyingine. Wanatengeneza viungo vingine bandia. Nikwambia ya kwamba ni kwa sababu dunia imeharibika, lakini ni dalili moja ya kiyama ya kwamba siku za mwisho ni nyakati za hatari mno. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamemasi Mungu, wametengeneza uasi bila kuelewa. Lakini watu hao ndio wanaosema tuna dini, ndio wanaosema tuna Mungu. Nikwambie hakuna Mungu wa namna hiyo ambaye anasema ujibadilishe. Hebu niangalie mimi handsome, kijana mzuri kama mimi, eti unanibadilisha ninakuwa mwanamke. Aya, wewe ujielewi nini? Ujinga. Yaani mimi kabinti kama ako kazuri, eti kanijibadilisha kayo kama mwanamke, kama mwanaume. Aya, ni ujinga wa mwisho, ni uasi. Unacheka, lakini nikwambia kwamba ni uasi ambao uko duniani. Alafu kwenye mtandao watu wanacheka tu,
wanacheka tu, wanachekelea tu, wanaona kwamba ni kitu cha kawaida. Ngoja nikwambie jioni ya leo, siyo kitu cha kawaida. Ni kwa sababu tunaelekea kiama. Tubuni na kuiamini injili. Hii ndiyo injili ya kwamba tubu jioni ya leo. Na wewe unakuya bado una dini nzuri, lakini unakwenda kwa mganga wa kienyeji. Huko pia ni namna moja ya kutomtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaogopa mchawi, unaomwogopa mwanga. Ngoja nikwambie kwamba Yesu ni jibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni jibu. Yesu ni jibu ya kwamba utakuwa salama. Ngoja nikuombee mtu wa Mungu. Inawezekana unataka kutubu jioni ya leo kupitia jina la Yesu. Maana nimekuambia bila toba kwa jina la Yesu huwezi kumwona Mungu, huwezi kuingia peponi, huwezi kuwa na furaha, huwezi kuwa na amani. Ndio maana watu wengi hawana amani, hawana furaha. Wakiwa njiani ameshachoka, anatembea kama babu wakati ni kijana mdogo handsome kama mimi. Hebu nikuombee jioni ya leo. Inawezekana nataka kutubu, uko pale nyumbani. Ni sala tu ambayo nakuombea. Hebu kiri ya kwamba kweli umefanya dhambi na unahitaji uponyaji. Unahitaji uponyaji wa roho kupitia Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nami nakuja kwako. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokutenda katika maisha yangu. Jioni ya leo nimesikia ya kwamba wewe ni Mwokozi, nami nakubali, nami nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunisamehe. Asante Mungu kwa kunipokea katika jina la Yesu. Amen. Nitaenda sasa kukuombea mtu wa maruhubi. Yesu akuponye kabisa. Nataka akuweke huru na yale mapepo ambayo yalikuwa yanakusumbua, yale majini ambayo yalikuwa yanakusumbua. Maana wengine wameolewa na majini, wengine wameolewa na jini, wengine wanaonewa tu, usiku hawalali, usingizi mzuri. Nikwambie kwa maombi haya unaenda kulala vizuri jioni ya leo.